Mnamkumbuka huyu mwamba? Mimi kuuliza bwana, hivi figo ikianza kuumwa. Mwaka jana aliuliza swali, ni zipi dalili za ugonjwa wa figo? Huwa na kawaida hiyo, kabla hajapiga mtungi anauliza ni zipi dalili za ugonjwa fulani, anasema ugonjwa wa figo, au anauliza ni zipi dalili za shida kwenye ini, afu anakunywa. Mwaka jana alivyouliza ile swali nikakwambieni, let's address kwanza shida ambayo ilikuwepo at the moment. Nilikuwa naona mimi ni addiction. Sasa ameposti video nyingine hii hapa. Sasa kichwani bado kunaendelea kuuma, usoni na kwenyewe na vimba. Sasa usoni tena na kwenyewe inakuaje? Sasa kwa hichi ambacho kinaonekana usoni kwake, of course pia ana shida kwenye ngozi ya kichwa. Nafikiri ni wakati sasa tuzungumzie dalili za magonjwa ya figo. Sasa figo ina kazi kuu 7 ambazo zinapoathirika hizi kazi 7 ndipo ambapo dalili zinajitokeza. Figo ina kazi ya kubalance fluid kwenye mwili, maji yale kwenye mwili, vimiminika kwenye mwili. Figo ina kazi ya kubalance electrolytes, yani madini ambayo yako kwenye mwili, kina chumvi wale, sodium, potassium na kadhalika, kuzibalance. Inafanya kitu inaitwa acid base balance, kubalance acidity kwenye mwili, alkalinity and acidity. Isiwe na acid nyingi sana au isiwe na acid kidogo sana. Figo inafanya kazi ya kusaidia kuzalisha damu kwa kuzalisha hormone inaitwa erythropoietin ili damu yako iweze kutengenezwa ya kiwango ambacho kinahitajika. Lakini pia figo zina balance blood pressure kupitia mfumo wake unaitwa RAS system ambao unatumia kwa ajili ya kubalance pressure, either iongeze au ipunguze kulingana na mahitaji. Lakini pia figo zinaondoa uchafu. Kwa hiyo inaitwa waste excretion. Kwa hizo ndo kazi kuu 7 za figo. Awali ya yote naomba ieleweke kwamba ugonjwa sugu wa figo unakuja kwa stages. Kwa hizi dalili nitakazozitaja hapa, dalili ambazo zitakuja in stages. Mimi nitazungumzia tu general, lakini ujue ugonjwa sugu wa figo una stage, kuanzia stage 1, 2, 3, 4, 5. Kwa hiyo mtu mwenye end stage renal disease, ugonjwa sugu wa figo wa mwisho pale stage 5, huyo sasa ni story tofauti na mtu ambaye ana stage 3, ni tofauti na mtu ana stage 2, ni tofauti na mtu ana stage 1. Dalili ya kwanza ni edema. Edema inakuwa very apparent, ni rahisi kuiona. Inaanzia mara nyingi kwenye miguu, kwenye ankle za miguu huku. Unakuta mtu kavimba miguu na ukibonyeza ile miguu inaingia ndani. Tunaita pitting lower limb edema. Mtu ana kwenye miguu huku chini anavimba na ukibonyeza ile inaingia na acha kabisa alama ya kidole pale. Hiyo inakuwa ni dalili za mwanzo kabisa. Lakini baadaye anaanza kuvimba uso, especially asubuhi akiamka. Kuvimba kule kunatokana na kwamba maji yamebaki ndani ya mwili. Kunakuwa na fluid retention. Tumesema kwamba figo ina kazi ya kubalance fluids, vimiminika, maji kwenye mwili. Ikitokea kwamba una ugonjwa sugu wa figo, maana yake ni kwamba unakuwa una retain zaidi yale maji kwenye mwili. Maji yanabaki kwenye mwili na zile chumvi. Kwa sodium is retained, water is retained. Yanabaki ndani ya mwili, maana yake sasa utavimba sababu maji yanajaa ndani ya mwili. Yana escape enda kwenye interstitial space kwa sababu yanaongeza kitu tunaita hydrostatic pressure. Lakini sababu nyingine ya wewe kuvimba mwili ni kwa sababu unapokuwa una ugonjwa sugu wa figo unakuwa unakojoa sana protein. Mkojo unakuwa kama vile mapovu. Mkojo wako kuwa mapovu maana yake kwamba unakojoa protein. Zile protein unazozitoa kwenye damu zinapungua.